Kwa nini wewe haupendi kutumia kondom? Jaribu kutafakari. Ni kwa sababu ukitumia kondom haujisikii raha ya tendo? Ama harufu ya kondom inakuchafua? Au pengine ukitumia kondom unashindwa kufanya mambo yako vizuri, yani mambo yako, game yako haiwi nzuri? Ama unamwamini sana mwenzako? Au pengine haupendi tu kutumia kondom? Jibu ni lipi? So, leo nataka nende nikakupe faida za kondom. Na pengine unaweza ukaniambia faida ya kondom tunaijua bwana, sina kuepusha na maradhi. No, faida ya kondom sio kuepusha tu na maradhi, bali na faida kubwa sana katika maisha yako. Karibu sana tu Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Na pengine baada ya hili somo utaanza kutumia kondom. Baki na mimi hapa. Tunaweza tukaona wale wadada wanaojiuza ni wanawake wasiojiheshimu, ni wanawake wa kudharaulika, na wanawake walioshusha thamani zao, lakini leo nataka uwaze tofauti. Pengine wale ndio wadada wanaojipenda na kujiheshimu kuliko wewe mdada usiyejiuza lakini hautumii kondom. Faida ya kwanza ya kondom nataka uweze kuifahamu. Achana na kuzuia maradhi kwanza. Faida ya kwanza ya kondom, inaongeza thamani yako. Imagine umekutana na mwanamke anakuambia tuwezi kufanya kitu mpaka tutumie kinga. Na awe mwanamke ambaye yeye ana kondom zake binafsi. Jambo la ajabu kubeba kondom zako. Pengine labda unadhani kuonekana unatumia kondom utaonekana ni muuni sana, ama unatembea na kondom utaonekana huyu mbona anatembea na silaha ya vita, na maana huyu ni muuaji. No. Maana yake kwa wanaume wenye akili na wanawake wenye akili wataelewa wewe ni mwanamke unayejithamini. How do you trust anybody anaweza akakuingilia bila kondom? Manake umejiondoa thamani yako na kuthamini mtu mwingine. Nataka nikwambie ukweli, mwanamke anayedai kondom nyakati za tendo, sisi wanaume tunamappreciate huyo mwanamke na tunakuwa tunaamini tuko safe tukiwa na mwanamke huyo. Mwanaume anayedai kondom wakati wa sex, thamani yake huwa juu. Wanawake watamwamini mwanaume huyo na watamuona ni mwanaume anayejali na kutunza heshima yake. Kwa hiyo faida ya kwanza ya kutumia kondom, thamani yako itapanda. Kwa kutumia kondom upandishe thamani yako. Faida ya pili ya kutumia kondom, heshima. Heshima katika namna ya kujiheshimu ama kuheshimu mwili wako. Sio mwili wa kila mtu anaweza kaingia peku kama haja qualified. Nasema mahusiano ni kitu chenye muda. Kinahitaji muda kumwamini mtu. Na nyakati tulizonazo ni ngumu kumwamini mtu. Unaweza ukakubali nimemwamini lakini hutembei naye kila saa. So, unajiheshimu katika namna ya kusema no, sikujui vizuri, unijui vizuri, lazima tutumie kinga. Watu wengi hawajawahi kuelewa. Unaelewa maana ya ndoa? Si ndio? Maana ya ndoa ni rahisi kuelewa. Kwamba nikikuoa unakuwa wa kwangu. Maana ya kondom unaelewa? Maana ya kondom, siku nitakayosema natoa kondom na shiriki na wewe tendo kavu, manake you are mine. Wewe ni mume wangu. Sisi ni mwili mmoja. Hiyo heshima lazima iwepo. Trust me. Na ujumbe nataka wafikie watu wote. Kama haujaolewa ama kuoa, use condom. Tumia condom. Waonyeshe watu kuna mipaka ya hiyo starehe. Ilikuwa rahisi kusema kwamba sikupi tendo la ndoa mpaka unioe, lakini imeonekana ni ngumu kumnyima mtu tendo la ndoa mpaka kuoe. Sasa inaweza ikawa ni rahisi kutoshiriki na mtu tendo la ndoa bila condom kama hajakuoa. Akihitaji bila kondom inabidi akuoe, akihitaji bila kondom inabidi muoane. Kwa hiyo faida ya pili ni heshima. Faida ya tatu ni ulinzi. Unaweza ukasema labda ni ulinzi wa maradhi, lakini leo sitaki kuzungumzia maradhi sana. Huu ni ulinzi wa kuwaleta watu sahihi katika maisha yako. Yoyote atakayekuingia wewe, utakuwa unamjua kirahisi nia yake, lengo lake na namna anavyoona thamani yako. Kwa hiyo yoyote atakayekuwa hayupo lili kwako, hata ukubali kutumia kinga na wewe. Yaani kwa nini tunatumia kinga? Mimi si bwana wako. Kwa nini analazimisha kutumia kondom? Kwa nini haheshimu mchakato wa heshima kwamba kuna hatua za kutotumia kondom, but sio katika hatua hii. Kama unahitaji tusitumie kondom, tupande grade. Kama unahitaji tutumie kondom, tufanye jambo fulani. So, tupime. Kwa kuna hatua. Leo hii watu wanalala tu, umekutana na mtu leo baa, umekutana naye wapi? Umeenda umelala tu naye bila kutumia kinga.
humjui ya kujui, umeonana leo one night stand, unalala bila kutumia condom. Na pengine mpaka sasa hujawahi kupata maambukizi yoyote. Pengine hiyo inaweza ikawa sababu kusema kwamba okay, condom haisaidii. But let me tell you, pengine siku ulizowahi kutumia condom ni siku zilikuwa hatari sana katika maisha yako, na ndio siku pekee ambazo kama usingetumia condom leo hii ulikuwa kwenye maradhi ya hatari sana. Lakini ukumbuki wala uwezi kunotice kwa sababu haujapata maradhi yoyote, na unaweza ukaona zile nyakati za kutumia condom ulipoteza raha bure tu. Sawa? So ya tatu ni ulinzi. Mwanaume aliyekuwa lila au mwanamke aliyekuwa lila atakuelewa, asiyekuwa lila hawezi kukuelewa. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kumtambua nani real na nani sio real. Twende kwenye faida ya 4. Faida ya 4 ni upatanishi. Kama upo katika mahusiano na mtu ambaye umepoteza kumwamini tena, mtu ambaye ni malaya sana, trust me, njia moja hapo ya kumrudisha katika mstari na akarudi kuwa sawa, kama mlikuwa mtumii kinga, tumia na condom from there. Tokea mtakapoanza kutumia condom means ataanza kuelewa kwamba sasa nimevunja moja ya kanuni katika mahusiano yetu, nimepoteza uaminifu. Kwa hiyo unaweza ukatumia condoms kwa kumwekea sign mwenzako kwamba from now on I don't trust you. Kuanzia sasa sikuamini tena. In order umemfumania mwanaume wako leo na mwanamke mwingine, umemfumania mwanamke wako na mwanaume mwingine, eti mkipatana mnaendelea kulala bila kinga. Mtu yoyote utakayemfumania anakusaliti. Jambo la kwanza kama umeamua kumsamehe ni kwenda kupima naye. Huwezi jua kakusaliti mara ngapi na wewe mtu na anakusaliti kwa kiwango gani. So lazima ukacheki afya yake na afya yako pia, kuhakikisha yupo salama. Unamrudia mtu ambaye yupo salama, na ipite miezi 3 kabla hujashiriki naye tendo la ndoa, mpime tena. Then akiwa yuko salama katika hiyo miezi yote, basi mnaweza mkashiriki tena tendo la ndoa. Lakini sio umemfumania mtu leo baada ya wiki moja mmesameana mnaenda kuwekana tena. No, that's not good. Lakini kutumia kinga baada ya hapo ni kitu kitacholeta upatanishi, kwa sababu mwenzako atapambania kurudisha imani yako ili arudie tena kuishi katika zile raha ama katika ile hali mliokuwa mkiishi hapo mwanzo. Lakini sio maana tu ya upatanishi, maana yake pia unajiprotect. Upo na mtu ambaye ana mambo mengi, so huwezi jua. Twende kwenye faida ya 5. Uzazi wa mpango. Leo hii tumekuwa na masingle mothers wengi sana. Tumekuwa na masingle fathers wengi sana. Na tumekuwa na watoto wasiokuwa na wazazi wengi sana. Watoto wa mitaani college. Kwa nini? Kwa sababu wamezaliwa pasi na malengo. Umelala na mwanaume, baadaye unaambia na ujauzito wako, anakuambia hiyo mimba sio yangu. Mimba sio yako wewe, sio rijali. Mimba sio yako wewe, hujanimwagia ndani. Mimba sio yako wewe, hatujafanya mapenzi. Why mimba sio yako? So watu wajaelewa mentality ya wanaume wengi kukataa mimba si kwamba kweli wanaamini mimba si zao, bali maana yake hawapo tayari kwa wakati huo kuwa na mtoto, ama hawapo tayari kuwa na mtoto na wewe. Kwa hiyo ili kuepusha tusifike mbali, tumia kinga ili uweze kuwa na uzazi wa mpango. Mwanaume pekee ama mwanamke pekee atakayesema situmii kinga, ama utakaposhiriki tendo na mwenzako bila kutumia kinga, manake uko tayari kwa mtoto. Nasemaga kila siku hakuna mimba ya bahati mbaya, na usikubali mimba zako zote bahati mbaya. Kuna watu wana watoto wazuri 3 katika familia, lakini wote wamezaliwa kwa bahati mbaya, wametokea tu kuja. Sasa hii ni bahati mbaya katika namna ya wewe unavyotafasiri, lakini mimi sitafasiri bahati mbaya kwa sababu wakati mnashiriki tendo mlishiriki bila kinga. Means mnaelewa, mkishiriki tendo bila kinga kuna maradhi, lakini pia kuna mimba zisizotarajiwa. Kwa kutumia kinga maana yake unakuwa aware na unamwambia mwenzako kabisa, unataka tusitumie kinga, are you ready for the baby? Uko tayari kwa ajili ya mtoto? Unataka tusitumie kinga, tumepima. Unataka tusitumie kinga, utomkataa. Kwa hiyo lazima hata mtu anataka kulala na wewe, ukianza kumpa hizo options, anaanza mwenyewe kuelewa kwamba kwa hiyo no, tusije tukafukuzana. Kwa mawili, mimi nakufundisha, nakupa na options, utatumia mwenyewe akili zako. Mawili, unataka tu sex pasi na kutumia condom, niwekee kiasi fulani benki. Baada ya muda fulani, kama limetokea la kutokea kwa bahati mbaya, I know what to do. Sio nimepata mimba unaniambia tunashiriki tendo la ndoa,
niwekee kiasi fulani benki kama dhamana ya kitachoweza kutokea kama emergency. Kwa hiyo usishiriki tendo la ndoa na mtu bila kinga kama hajakuwekea kiasi cha fedha mlichokubaliana kwenye akaunti yako kwa ajili ya emergency. Lakini pia kama haupo tayari kupata mtoto kwa kipindi cha sasa, na ama mwenzako hayupo tayari kupata mtoto kwa kipindi cha sasa, tumia kinga. Ama kama mjaongea juu ya mtoto, tumia kinga. Ama kama haujaolewa, tumia kinga. Haipendezi unaingia kwenye mahusiano na mtu na watoto wawili, una watoto watatu. Hasa kwa wanawake nataka kuzungumza sana na nyinyi. Kutotumia kinga maana yake una uhakika gani wewe atakaye kuzalisha ndio atakaye kuoa? Sawa, huyu hatakuoa, atakuja mwingine atakuzalisha naye hatakuoa. Utakuwa na watoto wanaume 4 wote hawajakuoa. Then inashusha ile thamani yako. Inashusha ile heshima yako. Sasa hata watu wanaokutaka wakisikia tu na watoto wawili lazima huyu kishatumika, kisha expire huyu. Huyu used you. You see? So kama haupo tayari kupata mtoto ama haumuelewi mwenzako, tumia kinga. Ndio nilosema. Tumia kinga ili kujilinda na kesho yako. Heshimu sana kesho yako. Hiyo ilikuwa ni faida ya 5. Twende kwenye faida ya 6. Faida ya 6. Tuweke hivyo miemko. Nitajitahidi kuielezea ili tuweze kuiona tunaielewaje. Miemko ni ile, achana na ile miemko ya mawazo, ya theory. Twende katika miemko ya practical. Ukishiriki tendo la ndoa bila kinga kuna namna unasikia, na ukishiriki na kinga kuna namna unasikia. Mtu anayefanya tendo la ndoa kwa kutumia kinga, kuna baadhi ya raha huwa zinapungua. I appreciate that. Sasa kuwa na miemko ya chini ni jambo zuri kwa sababu haita kudrive crazy. Kwa mtu anaelewa? Yaani niwekeje hii? Kutokuwa na ule msisimko wa hali ya juu hakutakufanya uwe ni mbukeni wa mapenzi. Yaani kwamba unajua la, no, hautakuwa hivyo tena, utakuwa mtu wa kamu. Kwa hiyo ukikosa kuwa na miemko ile ya kuona tendo ni kama Mungu, tendo ni kama kila kitu, maana yake hautakuwa mwangaikaji. Mimi nakwambieni kweli, kushiriki tendo bila kinga, ukiachana na maradhi, ule msuguano wa nyama kwa nyama, unaenda kustimulate na kuongeza shauku katika misisimko yako. Ndio maana leo unaweza kushangaa, mimi napenda mwanaume anaonifanya haraka. Mimi napenda mwanaume anaonifanya taratibu. Mimi napenda mwanaume akizungusha, you feel, unasikia nyama kwa nyama. Ndio hii baadaye unakuja kuolewa, njia ishasuguliwa au pembeni, nyuma, mbele, kama pale utasugu. Yaani mtu anakufanya taratibu, anakufanya haraka, lakini wewe uelewi. Pasha utasugu, yaani panahitaji mashine. Na ndio maana tumeona sasa hivi kuna wanawake wengi wanatumia mashine. Yaani waiache hapo mashine kama masaa 5 yuko ndio imridhishe. Means kutotumia kinga kumemfanya kuridhika kwake kuchukue muda mrefu, kwa sababu ile miemko yake, level ya msisimko imekuwa kubwa sana kwa ajili ya kushiriki tendo nyama kwa nyama. Ile ngozi imepata affect katika namna ya mazoea ya juu ili kujisikia furaha. Sasa wananunua mashine, yani unamaliza wewe hapa kumfanya, hujamtosheka na mpiga simu, Juma wewe kanichafua tu. Juma uko wapi? Nakuja. Mo uko wapi? Nakuja. Wapo wake za watu wengi sana wanafanya mapenzi na waume zao, wakitoka pale wanaenda kwa michepuko, ndio kutosheka sasa. Maana yake huo kufanya mapenzi bila kinga ndio umekuletea stimulate zako ziko juu. Sio, unaelewa? Kwa hiyo ukitumia kinga, maana yake siku utasema hutumii kinga, oya, hiyo siku utakuwa ndo kama unabikiliwa. Ama hiyo siku ndio itakuwa hata kwa mwanaume, maki bikira tuseme tu kwa mwanamke. Hata mwanaume unahisi kama sijai kufanya tendo la ndoa, unafanya kwa mara ya kwanza. Means utaanza kusikia raha na mwenzako for the first time. So hata ndoa yenu itakuwa kama una-renew. Tulivyokuwa mawala tulikuwa tuna share mapenzi hivi. This time tupo kwenye ndoa. Kwa kutakuwa na kitu kipya katika ndoa. Leo this time ndoa watu wanabariki. Tukubali tu, ndoa ni ubarikio. Watu washamaliza mambo yote. Watu wanaolewa na watoto 5, watu wanaolewa washamalizwa, njia zote zishaisha. Watu wanaolewa mambo mengi yashafanyika. Laanatullahi kia Mungu. Kwa hiyo basi kuwe na hatua tu za kusema kwamba baada ya kuolewa
tunaingia kwenye stage ya kihisia. Kwa hiyo miemko yako itakuwa ya juu, na hata uke wako, trust me, utakuwa na hali nzuri ya joto. Haitochoka. Unajua ule mpira hauchoshi uke, trust me. Hauchoshi uke ule mpira. Ila ngozi inachosha uke na kuchogua. Kwa hiyo ngozi yako, njia yako itakuwa nzuri kwa mwanaume na kwa mwanamke. Twende kwenye faida ya 7 na ya mwisho. Ni kujipenda. Faida ya 7 na ya mwisho ni kujipenda. Kuna mengi katika kujipenda. Maana yake tumeongea mengi. Ukijipenda utatamani thamani yako iwe kubwa. Je, unahitaji leo hii thamani yako iwe kubwa? Ukijipenda utajijengea heshima, watu wakuheshimu. Je, unatamani heshima yako iwe kubwa? Ukijipenda utajiwekea ulinzi wa uhakika kwamba watu unaoingia nao katika mahusiano ni watu real, ni watu wa uhakika. Je, unatamani kuwa na ulinzi? Unajipenda kwa kiwango hicho? Ukijipenda utatamani watu waelewe level zako za uelewa na mipaka yako. Je, unataka watu wakuone ni mtu wa mipaka na wa hatua? Ukijipenda utahitaji uwe na uzazi wa mpango, uwe na watoto wanaokuja kimikakati, kimakubaliano, na sio kukurupuka watoto wawili baba tofauti. Umezalisha mama huyu, umezalisha mama huyu, wewe unazalisha tu wanawake, yani kama nani studio. Sio, unanielewa? Lakini ukijipenda utatamani watoto wako wakue katika familia moja, wakue kwa mama mmoja, wakue wakimwona baba na mama. Unajipenda kwa kiwango kikubwa kiasi hicho. Ukijipenda utahakikisha una control miemko yako. Sio kila mwanaume kuwa na miemko naye, sio kila mwanamke kuwa na miemko naye, sio kila mwanaume kulala naye bila au kwenda naye bila kutumia kinga, sio kila mwanamke kulala naye bila kutumia kinga. So unajipenda kwa kiwango hiko. Lakini kujipenda yenyewe katika tafasiri ya kawaida ni kwamba unajitakia maisha mazuri. Sijaongelea maradhi kwa sababu naelewa maradhi ndio theory kubwa juu ya kutumia kinga. Nimetaka leo uwaze nje ya box, nje ya maradhi. Kondom inaweza kukuletea faida gani? Maradhi tunajua yapo na kila mmoja anajua kondom inazuia kwa kiwango kikubwa sana kupata maambukizi. Lakini tumezoea kuelewa kuhusiana na maambukizi. Leo nataka muelewe thamani zingine ambazo ama faida nyingine ambazo zinapatikana kwa kutumia kinga. Kama unajipenda, nataka nikuulize, je, wewe unajipenda? Umeziona faida unazoweza kupata kama utatumia kinga? Ni faida mbaya kwako? Kama ni faida nzuri na unajipenda, nataka nikuulize tena hili swali. Kwa nini hautatumia kondom baada ya kuliona hili somo? Na kwa nini utatumia kondom kuanzia sasa baada ya kuliona hili somo? Naomba uniandikie katika ujumbe wangu. Lakini mimi naamini kutokana na kunisikiliza na kunielewa, basi kuanzia leo utabadili yale majibu ulionipa awali nilipokuuliza kwa nini utumie kondom, na kuanzia sasa utaanza kutumia kondom. Nikwambieni tu, hata mimi niongee ukweli, hata mimi sipendi kutumia kondom. Lakini nimejua kutofautisha kati ya kujipenda na kupenda. Kujipenda kuko juu zaidi ya kupenda. Wakati mwingine tunapenda kuwa na wanawake wengi, lakini kama unajipenda utakuwa na mmoja. Wakati mwingine tunapenda fedha, lakini kama unajipenda utatumia njia sahihi za kupata hiyo fedha. Kwa hiyo sipendi kutumia kondom, nasema ukweli. Lakini kupenda kwangu hakuwezi kuniharibia maisha yangu kwa sababu najipenda. Nafahamu wewe pia pengine hupendi kutumia kondom, lakini kama unajipenda unatakiwa kutumia kondom kwa sababu ndio itaakisi unajipenda kwa kiwango gani. Wapo wanawake, let me tell, wacha nikwambie, nishawahi kuwa na msichana wakati wa ujana. Yule msichana alikuwa hapendi kutumia kondom na alikuwa ananiektia kwa sababu mimi napenda, akawa anaekti na anataka kutumia kondom. Lakini nini kilikuwa kinatokea? Alikuwa anaipasua. Mpaka leo sijawahi kupataga majibu alikuwa anaipasua hadi vipi ile kondom. Lakini alikuwa anaipasua kondom. Unaweza kununua package labda 6 za kondom. I mean vile vibox 6 za kondom. Oya 4 au 5 zinaweza kupasuka hiyo siku. Na akiipasua ndio anachangamka kiasi cha kukupoteza ile maboya. Usikubali kutoka na kuvaa nyingine. Anataka kukuchanganya uelewe kwamba kama vipi mtu kwanza nimalize afu. Alikuwa anaipasua yule mwanamke. Sijui kiukweli, mimi ni mshamba.
Sijui mpaka leo alikuwa anataka kuipasua. Lakini nishai kudate na mwanamke namna hiyo. Lakini ninachokufundisha nini kilitokea? Niligundua huyu mwanamke sio mtu mzuri. Lakini pia kama ana experience hadi ya kupasua, huyu mwanamke ni ajabu. Niliachana naye kwa sababu ya hiyo tabia tu ya kutofurahia kutumia kinga. Kwa hiyo pia wapo watu wanapasua kondom wakati wa tendo. Na nikwambie, wakati mwingine wanapasua katika njia ndogo sana ambayo wewe pia unaweza mpaka unamaliza na unagundua kumbe mpira ulichanika. Lakini ukiwa aware wakati unafanya tendo, utaelewa hapa kondom imechanika. Na kondom ikichanika, na kuomba toka uvae nyingine. Usiendelee. Ndio ile nikasema, ishinde penda yako. Vile unavyopenda shinda. Zishinde hisia zako, miemko yako, huo unaiongoza. Toka uvae nyingine. Lakini pia ujumbe wenu wanawake, mnafahamu kwamba kuna kondom za kike? Wangapi leo hii mnaotazama hii video mshawahi kutumia kondom za kike? Mshawahi kuvaa kondom zenu? Wangapi? Je, changamoto ni nini mpaka mvae kondom zenu? Sasa ili kuepusha shari, kama unataka kuingia katika mfumo mpya wa maisha, anza kujifunza kutumia kondom zenu. Ili tuepukane na wale wanaume wanaosema sasa maduka yamefungwa, kondom mbali, hapa kondom, unaambia mimi ninayo hii hapa. No matter, usiogope tutakuwa na wewe muuni, no. Mwambie najijali. Na hatujafikia hatua ya kulala bila kutumia kinga. Muonyeshe misimamo yako. Trust me, hiyo itaongeza thamani yako. Usiogope watakukimbia. Maana ukikimbia ndio hii ulinzi. Wamekurahisishia kazi ya kugundua nani wa kweli na nani sio mkweli. Mimi ninaitwa Mombeki Crispin na leo tulikuwa tunazungumzia faida za kutumia condom. Kwa faida hizi nikuulize swali, unadhani kwa nini tena usitumie condom my friends? Hadi wakati mwingine tena, mimi naitwa Mombeki Crispin. Bye bye.